Hey my people, leo niko na furaha kubwa sana tena sana. Na furaha kubwa sana kumkaribisha Mama Regina. Mama Regina, karibu sana Canada. Huyu hapa kama unavyoona kwenye hiyo video hapo, usiwe na wasiwasi. Nitakuwekea sauti usikilize kidogo. Sikia alivyokuwa anasema. Bembeleza family, Papa Bembeleza. Mimi ni Mama Regina, Nairobi. Niko JKIA, naondoka leo. Nashukuru sana kwa mafunzo yako, umetufunza, umetuelimisha. Tunashukuru sana. Ona leo mahali umetufikisha. Asante kwa kazi nzuri. Family, watu wetu waleza family, mjikaze. Hii mafundisho pale zinatufunza ni ya muhimu sana, iko na matunda, inazaa matunda. Naomba mjikaze, msichoke, one day mtakuwa kama mimi. Asanteni sana, tutazidi kuongea. Nashukuru. Yes, huyu ni Mama Regina ambaye amefika Canada. Nadhani ana siku kama 2 sasa hapa Canada na amefikia Winnipeg. Winnipeg ni town ambayo inapatikana katika province ya Manitoba. Ni mtu ambaye ameanza kufuatilia Leza TV nikiwa naanza mchakato huo. Kwa hivyo unaweza kusema kwenye miezi yake kama 6 ama 7 hivi tukiwa tumeanza pamoja na yeye Leza TV, akawa fan namba 1 wa Leza TV, akaniamini, akashare na mimi vitu vyake vingi sana, na mimi nikamwamini, nikamsaidia mpaka mahali kwenye amefika. Naye amefanya video hiyo hapo ya shukrani, akisema ya kuwa amefurahi. Sio hiyo peke yake. Acha nitakuwekea tena mwisho, tena utasikia nyingine, nitakuwekea kule mwishoni pia uweze kusikia kile ambacho amekisema. Na kitu ambacho naweza kusema, ameingia hapa kama resident permanent ama permanent resident wa Canada. Na uzuri ni kwamba hajaingia peke yake. Nadhani aliyekuwa anashoot hiyo video ni mtoto wake. Maana wamekuja wakiwa watatu kama sijakosea, yeye pamoja na watoto wake 2. Na wameingia kama permanent resident. Kwa hivyo wana haki za kila kitu hapa Canada. Wana haki ya kusoma, haki ya matibabu, haki ya kupata pesa, msaada za serikali ambazo zinaitwa social aid ama aid sociale, ama ni finance support ambayo government ya Canada inatoa. Kwa hivyo wana kila haki yote ambayo raia yote ambaye ni wakudumu ama permanent resident anapata hapa Canada. Hii ina maana gani? Yes, kama nilivyokuwa nasema kila siku, nasaidia watu kupita program mbalimbali zikiwemo program za kazi. Kuja Canada kupitia kazi, kuja Canada kupitia program nyingine tofauti. Lakini kwa sasa nilikuja nikasema ya kuwa mimi nitakuwa agent wenyu, ambaye nitasimamia mpango wa permanent resident. Hii ni kwa sababu gani nataka kuwasaidia? Ni kwa sababu Canada inaleta watu wanaingia hapa kama permanent resident. Japokuwa kuna changamoto kidogo na upande wa pesa, lazima utalipa pesa, lakini pia tunazingatia pia elimu ya wale ambao wanakuja Canada. Kwa sababu timu ambayo ninatumika nayo, nilisema kwenye video iliyopita, mnaniona hapa mbele mimi peke yangu, lakini nyuma yangu kuna timu kubwa sana ya wasomi. Tuna wasomi ambao wanafanya hii kazi kwa bidii. Nadhani kuna watu ambao sitawataja majina, nitakuwa na wataja wakifika hapa, wanaweza kushuhudia kuwa tuna mchakato. Sasa hivi kuanzia nilisema nataka kuwa agent ya watu, kuna watu ambao so far nina kesi kama 6 ambazo ziko tayari. Yaani hao wametuma pesa, wametuma document na kila kitu yao inaendelea vizuri. Nimesema ni jambo la uaminifu. Kama hautaniamini, jifanyie vya kwako. Hii sio kwa watu ambao wanatoka Afrika peke yake. Hii ni kwa sababu hata ya mtu ambaye yuko hapa Canada, maybe yako na ndugu yake, uko na mume ama mke ulimwacha Afrika. Kwa sababu saa hii family reunification kidogo, kuna kauzito kidogo ambako serikali ya Canada imeweka upande wa immigration kwenye family reunification ama parrainage familiar. Parrainage kidogo inakuwa na matatizo, lakini ukitaka nikusaidie kuleta mume ama mke, sio lazima usafiri uende Afrika, nenda ubebe mimba Afrika, ama
yani ama uende ubebeshe mimba Afrika ndio uweze kuleta mume ama mke Canada. Sio hivyo tena. Ukiwa Canada najua una uwezo, unakaa uwezo kidogo ka pesa. Kwa hivyo badala ya kulipa ndege yako kwenda na kurudi, matumizi ya pesa na vitu vingi sana, nitafute. Nitakusaidia jinsi ya kumleta mtu wako kwa njia ambayo ni nzuri. Mtoto, yani familia ambayo imebaki nyuma unataka kuwaleta kwa njia ambayo ni ya permanent resident, sio kwa njia ya kazi. Kazi kidogo kuna changamoto kwa sababu LMA nyingi hazijatoka. Nadhani wale ambao tulifanya application nao bado kuna baadhi wamejibiwa. Kuna watu wamenitumia wamenipatia mrejesho wakisema ya kuwa walijibiwa, wakaambiwa yes wamepata maombi yao, lakini watawaconsider kama kampuni ama waajiri employers watapata LMA letters. Na kwa wale pia ambao wanaendelea na program ya AIP ambao ni Atlantic Immigration Program, bado pia designated employer wanaendelea kuchakachua mambo mengi, kwa hivyo kulikuwa kidogo na ka break. Lakini upande wa permanent resident ambayo inapitia kwenye tuseme especially njia ambayo inafanya kazi sasa kwa sasa, naweza kuambia ukweli ni ya express entry ama entry express, ambayo ni point based program. Nikiangalia kwenye kompyuta yangu hapa, mimi napendaga kufanya vitu, unaweza kuona hii hapa ni kompyuta, nasoma kila kitu hapa. Kwa hivyo kwenye website ya serikali ya Canada, permanent resident ambao walitakiwa kuingia Canada mwaka jana 2024, Canada iliingiza zaidi ya permanent resident 500,000 ama 500,000, ama kwa Kifaransa tunasema plus de 500,000 residents permanents waliingia Canada. Lakini ilipofika 2025 wamepunguza watu 15,000. Kwa hivyo wameingia huu mwaka hivi tunaelekea mwisho 2025, akiwemo Regina ambaye alifika juzi. Wanatakiwa kuingia permanent resident ambao ni 395,000, yani 395,000 permanent resident ndio wameingia 2025, ambapo kwa English tunasema ni kwa French tunasema ni 395,000 residents permanents ndio wameingia hapa 2025. Tuko November sasa, November sasa hivi. Kwa hivyo kufikia Disemba bado wanakuja. Hata siku ya Christmas wanakujaga tu. Hata siku ya New Year watu wanakuja tu. Lakini kufika 2026 watapungua tena watu watapunguza tena watu 15,000. 2026 watakuja 380,000, yani 380,000 residents permanents ndio wataingia 2026. 2027 wataingia 365, yani watakuwa wanapunguza 15,000. Kwa hivyo ndio hiyo ni 2027. Ni program ambayo kwa serikali, hata wewe unaweza kuangalia kupitia kompyuta yako ukiangalia change ambazo zilifanyika upande wa permanent resident Canada. Sasa kama wamepunguza inamaanisha waliongeza vigezo na masharti ya kuja Canada. Ndio maana kuna sharti la pesa, kuna sharti la elimu, kuna miaka, kuna kazi, kuna vitu vingi sana ambavyo wameviongeza. Na mimi kama nilivyosema, nafanya kazi na wataalamu ambao wanajua kufanya hii mambo vizuri. Mimi nakuja mbele hapa, lakini nyuma yangu nina timu kubwa sana ambao wanafanya nao kazi upande wa immigration, ambao wanaweza kukusaidia na kufanya kesi yako ikawa rahisi sana. Hivyo basi wasiliana na mimi tu kama uko tayari kwa pesa ambayo imetajwa. Kitu kingine, elimu pia, but ukishafika kwenye hicho kiasi ambacho nimekitaja, usiwe na wasiwasi. Mengine tutapanga na wewe, kila kitu kitakuwa vizuri zaidi. Then naweza kusemaje? Kwa wale ambao labda wana doubt kidogo, acha niwaonyeshe kidogo chat zangu na Regina. Mahali ambapo tulianzia nilipomwelekeza kufanya mambo kwenda mpaka siku alienda biometrics, na leo yuko hapa. Alifanya actually biometrics yake nadhani ni mwezi wa 5 this year. Ndani ya miezi 6 tu peke yake alikuwa amemaliza kila kitu. Hebu tazama hiyo screenshot ambayo nimeifanya, screen record ambayo nimeifanya. Although kuna video ambazo, kuna some messages ambazo nimezidelete kwa sababu they are very confidential between mimi pamoja na yeye. Kwa hivyo kuna zile ambazo nilizitoa, lakini niliweka zile normal chat
ambazo unaweza kuziona pale. Yeah, hizi hapa ni baadhi ya conversation zangu na Regina. Kama unavyoona hapo juu kabisa nimemsave Regina. Na hii ni conversation yetu ya 27th of May 2025 this year. But I think tulianza conversation na yeye earlier than that, like 7 months or so, yani miezi kama 5 ama 6 tulikuwa tunaongea na yeye mpaka sasa hivi. Hii hapa ni siku nilimtumia address ya Visa Application Center ya Canada Visa Application Center, CVAC. Hiyo hapa iko 5th floor pale Parkfield Building, ziko hapo Mudhangari Drive, yani kila kitu kiko pale. Address, namba ya simu, nini. Hapa ni siku walikuwa wanaenda kufanya biometrics. Address zao ziko hapo. Na wewe unaweza kujisevia kama unataka kwenda kufanya biometrics. Lakini kuna vitu vingine ambavyo they are very confidential. Hata kuna some messages ambazo nimezivuta hapa. So hapa ilikuwa kila kitu. Ananiambia nashukuru sana kwa address. Okay, tulikuwa tunaongea vizuri. Most of them tulikuwa tunatumia pia voice note. Kama unavyoona kuna messages na some information na document ambazo nimezidelete kwa sababu ya usalama wangu pamoja na wake. So ndio hivyo conversation. Alikuwa yani ni mtu ambaye alipenda sana Leza TV. Finally hii hapa tiketi yake ya ndege tayari ameshafika. Alitoka Nairobi 29th of October, akaingia Dubai the same 29th of October this year. Hiyo ni juzi tu hapa. Nadhani ako na siku 2 Canada sasa. Alikuja akaingia Dubai pale. Afu akatoka, alishuka Toronto, then akashuka Winnipeg, ambayo iko kwenye province ya Manitoba. Winnipeg, Manitoba. Ameshafika, so ndio vile. Hiyo ni conversation yake na mimi na yeye tulikuwa tunaongea. Kila kitu iko pale. Kwa hivyo kwa yule ambaye ana doubt Leza TV, endelea kudoubt, lakini kwa yule ambaye anataka kuja Canada, wewe Leza TV itakusaidia. Just tulia mahali ambapo ulipo. Yeah, nadhani umeona hiyo chat yangu pale. Na alipokuwa anafika hapa Canada, hii naisema kwa nini ama kwa nini nimekuwekea hizo chat. Alipotangaza kama anakuja mpaka kunitumia tiketi ya ndege, siku alipanda ndege akiwa njiani anakuja, nilijua alishafika, nikaweka tiketi yake ya ndege. Maana hivyo ndio sisi tunafanyanga story. Mara nyingi tunawekaga ahead ili unajua kuna mtu ukitaka kusafiri watu wasijue. Mimi nilipotoka Kenya, rafiki zangu niliposti picha za Dubai nikiwa Canada. Nikisema nilianza kuposti za airport ya Nairobi tayari nikiwa niko Dubai. Nilipofika Canada nikaposti za Dubai. Nilipokaa hapa kama siku 2-3 nikapost sasa kuonyesha kwamba nimefika kwenye airport ya Montreal. Kwa hivyo tunaenda ahead kidogo. Wewe siku ile tulipost unafikiria ndio jambo lilifanyika, kumbe jambo lilifanyika nyumayo. Nilipost tarehe nilipost nyuma, I think it was on Thursday. Ndio nilipost kama Regina anatoka, nikaeka kwenye status yangu wale ambao kuna namba yangu ya Canada. Nikasema vile nina furaha sana kwake kwa sababu ni mtu ambaye najua struggles ambazo amezipitia mpaka anafika Canada. So nilipost kwa furaha pale. Ile afu nilipopost ile tiketi ya ndege, kuna mtu ambaye pia rafiki yangu, the CEO wa Mwanaweka ya TV, ni ndugu yangu, akasema tumpokee. Anyway, sitaki kuongea mengi, unaweza kuangalia hiyo chat iko hapo hivyo. Mwanaweka akiniuliza kama ampokee, aliniuliza je, amekuja aje, ni program gani imemleta, ni refugee ama amekuja na private. Nikamwambia amekuja na private. Akasema je, niende kumchukua airport, nikamwambia no, ashachukuliwa. Hii ina maana gani? Hii ina maana kwamba kwa kila province ambayo utataka kuja, hii program ambayo sisi tunaifanya sio ya province ya Quebec. It's a federal program ya immigration ya Canada ya IRCC. Hii inamaanisha utachagua mahali ambapo unataka kwenda Canada. Kama ni Toronto, Ontario, niko na watu Ontario.
Kama ni Alberta, niko na watu Alberta. Kama ni Quebec, mimi already niko Quebec na timu kubwa sana iko Quebec. Kama ni Winnipeg kwenye amefikia kule Manitoba, kuna watu Manitoba. Kama ni Vancouver, British Columbia, niko na watu British Columbia. Yaani kwa kila province ya Canada nadhani kuna mtu ambaye atahusika kukupokea wala kukushughulikia siku ambayo utafika. Kwa hivyo hautaingia Canada kinyonge. Ukitaka tukuje kukuchukua airport, tutakuja kukuchukua airport kwa furaha. Kwa hivyo kikubwa ni wewe uzingatie yale masharti tu ambayo yako pale. Afu basi hivyo tu. Then mimi nitakusaidia. Na kuhakikishia kuwa nitakusaidia vizuri sana. Process yako utaiona kwenye simu yako ya mkononi, utakuwa unafuatilia matokeo yako. Actually information zingine mimi nilikuwa nazipata kutoka kwa Regina, alikuwa ananiambia nimeambiwa hivi na hivi na hivi, nitumie address ya kwenda biometrics, natuma. Ananitumia siku nyingine kuna zile delete pale, ananiambia nimepokea hii taarifa kwenye kompyuta yangu hivi na hivi, inamaanisha nini? Nimepokea email, nasoma ile email na mtafsiria kidogo, namwambia utafanya hivi na hivi, na mshauri, mambo yanakuwa vizuri. Kwa hivyo kuna vitu vingine ambavyo wewe utavipata kwenye simu yako, hata mimi sitavipata, kwa sababu ni kitu ambacho kiko unaweza kuverify wewe mwenyewe. Unaweza kuwa una login, unaangalia mambo yako, utakuwa na password yako wewe mwenyewe kwenye account ya immigration. Utakuwa umecreatiwa account pale ya immigration, sasa ile tu kesi yako inaingizwa, utakuwa unafuatilia. Sio mambo ya giza hapana. Hakuna giza. Kila kitu kiko wazi, kuna mwangaza kabisa wa kutosha. Kwa hivyo ni wewe tu kiamua kusaidika, utasaidika, na sharti ni masharti yako pale. Hiyo pesa ambayo nimeitaja pale sio pesa yangu, ni pesa ya immigration ambayo pia nashughulikia mambo mengine. Kuna kutuma document hapa na pale, kutumia post, kwa sababu huku vitu vingi vinafanyika kwa post. Kuna kusafirisha document kutoka sehemu moja. Kuna zile ambazo zinahitajika kwenda electronically ama zikiwa soft copy, kwa Kifaransa tunasema mkuforma electronic. Kuna zile zinatakiwa kwenda pia zikiwa hard copy, yani zikiwa sur papier. Kwa hivyo lazima tutasafiri hapa na pale kuhakikisha tunafikisha dokumenti zako sehemu. Tuna uwazi wa kutosha. Kinachohitajika hapa ni imani. Ndio maana siku zote napenda kusema nikope imani yako, nikulipe furaha. Uaminifu. Ukituamini, ututumie pesa yako, tutakusaidia. Ukishindwa kutuamini, basi utatumia njia zile ambazo unahisi zinaweza kukusaidia, ambazo zitakuwa zenye wewe unaziamini, ili uweze kuja Canada. Kwa hivyo mimi kwa leo sina mengi. Nilikuwa nataka kuja kutoa tu shukrani kwa Mungu, lakini pia shukrani kwa Regina kwa sababu amefika salama Canada. Nadhani Canada itakuwa nchi ya furaha kwake, hata teseka. Canada sio kama miji yetu ile ya Afrika eti utafika uanze kuhangaika, especially kama umekuja kama permanent resident. No. Una haki zote za serikali. Wale ambao wanahangaika ni wale ambao wanashauriwa kuja, na mtu anakushauri anakuambia kuja na visitor visa, then ukifika hapo utajua venye utafanya, sijui utatupa passport ya airport. My friend, utateseka kwa muda. Utaishi kana unaweza kuwa na visa ya 5 years but still hata utaishi Canada for 5 years bila kufanya kazi. Maisha itakuwa magumu. Lakini ukikuja kama permanent resident, siku umefika leo hivi, Regina akitaka kesho awe na kazi, ataanza kufanya kazi kesho. Maana anaingia akiwa na work permit, kila kitu. Ako na social insurance number ambayo ni legit ya serikali. Kwa hivyo kila kitu kinaenda sambamba. Anafungua bank account zake, kila kitu anafanya vizuri. Watoto wake watasoma, yeye mwenyewe akitaka kusoma atasoma. Hivyo ndio faida ya kuja Canada kama permanent resident. Lakini ukisema mimi mwenyewe napenda kuambia watu mimi niko Canada siku zote hizi, naendaga kazi siku ile najisikia, lakini nasoma. Bado niko kidato, Wakenya tunasema hivyo. Bado niko shule, yani niko chuo. Sio kidato. Kidato ni primary, ni high school. Niko chuo, napiga chuo zangu kidogo pale. Mdogo. Lakini nikasema pamoja na kuwa niko chuo, nisaidie pia watu ili waweze kuja Canada. Kwa hivyo my good people, hiyo ndio taarifa ambayo tuko nayo. Tumsikilize tena Regina. Yaani niko naona hii video ya Regina nasikia furaha sana. Nasema Mungu ni mwema. At least
moja kati ya fans wa Leza TV yuko Canada pamoja na mimi. Na hili nilikuwa naisema ipo siku. Na mtaona wengi sana. Kabla ya huu mwaka uishi, leo tuko Novemba. Kabla tufike tarehe 1 Januari, watakuwa wamefika wengine zaidi ya 5. Next year ndio itakuwa balaa. Next year nani nitaposti sana. Nitawaposti sana. Anyway, tumsikilize tena Regina. Leza family kopoa. Mimi ninaitwa Regina. Kwa sasa niko JKIA Nairobi. Naondoka sasa tu Canada. Naambia Leza TV, Papa John Bembeleza, asante sana kwa mafunzo yako, umetufunza, umetuelimisha, una matokeo leo. Ndio naondoka tu Canada. Tunashukuru sana, mtie bidii watu wangu, mtie bidii kwa sababu mafunzo ni ya muhimu sana. Inatupeleka mbali. Mbarikiwe sana. Bye. Wow, thank you so much for watching. Asante sana kwa ambao umetazama Leza TV Canada. Kama uko na swali, usisite kuniandikia kupitia comment section, mtu wangu wa nguvu. Kama kawaida, chochote unajua unataka kuniambia, niambie kupitia comment section. Kutaka kuwasiliana na mimi, kama vile unavyojua, link ya WhatsApp group iko kwenye description. Lakini pia unaweza niandikia kupitia Instagram, TikTok, Facebook. Kote huko ni Leza TV Canada. Lakini pia kupitia email address yetu ambayo ni canada.lezatv@gmail.com. Na kama video zetu za mwanzo zingine zilikupita, basi unaweza kutazama video hii hapa ambayo ina pop kwenye screen ya kwako ili uweze kujifunza mengi zaidi. Stay blessed. Mungu akubariki sana. Natumai ya kuwa very soon tutakutana Canada. Peace.